nizungumze kuhusiana na kufanya kazi pamoja na mchungaji. Kwa hiyo kama unaandika, andika kufanya kazi pamoja na mchungaji. Kufanya kazi pamoja na mchungaji. Hilo ndo nataka nizungumze kwenu. Kufanya kazi pamoja na mchungaji. Nitazungumza mambo ambayo yanaonekana ni ya kawaida sana, lakini hayo ndio yatakayokuwa yanaleta tafsiri ya kufanya kazi pamoja na mchungaji. Hapo ni Luka mlango wa 9 mstari wa 12 twende mpaka ule wa 16. Habari hiyo niliyoisoma, Yesu anawalisha maelfu ya watu kimiujiza, na hiyo pia inatakiwa imaanishe pia unapokwama, unapofika mwisho, kwa sababu hao watu walikuwa hawana chakula. Unapokwama, unapofika mwisho, elewa kwamba yupo Mungu ambaye anaweza akakuhudumia wewe kwa njia ambazo mwanadamu anaweza sizijue. Hilo nalo linatakiwa likae vizuri, sawa? Mungu ndo unayemtegemea, lakini Mungu unayemtegemea pia anaweza akanihudumia kwa njia ambazo mwanadamu anaweza sizijue. Hata unapoomba yani umefika mwisho hivi, uone mlango wote, uone njia yoyote, uwe unafika mahali uwe unaelewa. Sio ameomba mikate ile imezidishwa kimeujiza, anawaambia wapatie. Sio yeye mwenyewe anajaribu tena kwenda kuwapatia watu. Wapatie watu. Kwa hiyo wanaenda kuwapatia watu sawa sawa na yale makundi walioyaweka. Unanipata? Nimekuambia hivi, Yesu alishirikiana na Baba, alimuomba Baba, sawa? Baba akawa amejibu. Yesu aliweka utaratibu, fanya kazi pamoja na mchungaji wako. Namba moja, kushiriki ibada. Kushiriki ibada. Kwa hiyo kufanya kazi pamoja na mchungaji ni pamoja na kujali muda wa ibada. Sawa, kujali muda wa nini? Ibada inaanza saa 2 na wewe saa 2 unatakiwa uwepo nyumbani kwa wanafikiri sema anatunza umoja, au niseme lugha, anatunza umoja wa kanisa. Au ile lugha ya kuwakusanya watu pamoja. Amina. Amina. Okay, unajuaje kwamba mtu anafanya kazi pamoja na mchungaji? Namba 4 hiyo sio inakuwa kwa njia ya kuwashuhudia watu wamjue Kristo. Ninataja mambo kadhaa mengi kwa njia ya kuwashuhudia watu wamjue Kristo. Kama unafanya ushuhudiaji mtaani, yaani kuna maombi fulani hivi, kuna aina fulani hivi ya maombi ukiyaomba, kama umetoka kwenye eneo la kuwajibika vizuri kwa Mungu, inakuwa ni kama mashine hizi za kisasa unavyobonyeza tu. Lakini unapoomba sana wakati uwajibiki kwa Mungu, inakuwa kama mashine zile za zamani. Wale wazee wangu wa zamani mtakuwa mnakumbuka, kuna zile mashine za kusaga ambayo ulikuwa unaiwasha namna hiyo. Unaanza. Ni kwa njia ya kumtegemeza pamoja na mchungaji, kwa njia ya kujali zamu yako ya utumishi, kwa njia ya kujali zamu yako ya utumishi. Kwa mfano, wewe ni mwanakwaya, uko kwenye kwaya, unajua leo ni siku ya mazoezi. Unaposimama kwa uaminifu kwenye eneo lako la mazoezi, wewe unafanya kazi pamoja na mchungaji. Sasa ni siku ya mazoezi, haufiki kwenye mazoezi, hamna taarifa yote, maana waelewi, yani ule mwenendo wako ule ni sauti ya mchungaji mtaani kwako. Ule mwenendo wako ule mwenendo wako safi, ule mwenendo wako wa kuwapenda watu, ule mwenendo wako wa kuwasalimia majirani yako, ule mwenendo wako wa Bwana asifiwe. Amen. Nasema hivi, Bwana asifiwe. Sasa kama kuna mtu yeyote hapa ambaye analichukua hili nilolisema tayari kwa ajili ya kwenda kuliishi, Mungu na amtokee kwenye mahitaji yake yote. Kama una mahitaji yoyote, lakini unalichukua hili neno, unaanza kwenda kuishi kwa upya, ukitimiza wajibu wako, hata kama unaumwa, magonjwa yako haya yapoteki miujiza kwa jina la Yesu. Hata kama uko kwenye mkwamo mgumu namna gani na uelewe unavukaje, Mungu akakutokee kimiujiza kwa jina la Yesu. Popote walipopatikana wawajibikaji kwa Mungu, popote walipopatikana watu ambao walimheshimu Mungu, popote walipopatikana watu ambao walikaa kwenye wajibu wao, Mungu aliwatokea.
Na wewe pia ikiwa unayachukua haya ukafanya kazi pamoja na mchungaji wako kwa kuwajibika, kusimama kwenye wajibu wako, kusimama kwenye kazi yako, Mungu na kuonekanie kwa jina la Yesu. Wale ambao mnasoma masomo yenu yakawa mepesi kwa jina la Yesu. Wale mnaolea watoto wawasikilize kwa jina la Yesu. Wale mnaofuga mifugo yenu iongezeke kwa jina la Yesu. Wale ambao mnapita kipindi kigumu kifedha, Mungu akufungulie milango kimeujiza kwa jina la Yesu. Wale ambao mambo yamekaa muda mrefu hayaendi, na yaanze kwenda sasa kwa jina la Yesu. Naamrisha chochote ambacho kilikuwa in stagnation, chochote ambacho kilikuwa kipo katika mkwamo, unapoamua kwenda kusimama kwenye wajibu wako kikamilifu, kikaanze kwenda kwa jina la Yesu. Mbingu ikakuonea wivu, na kwa sababu ya kukuonea wivu, kwa sababu umesimama na mchungaji wako, kwa sababu mbingu imekuonea wivu, mambo yaliyokuwa yasiende yakaende kwa jina la Yesu. Walipotega majini ili wewe usivuke, ukavuke kwa spidi ya ajabu kwa jina la Yesu. Chochote ambacho kinaitwa kikwazo na kizuizi mbele yako kisiwe na nguvu kwa jina la Yesu.